Haya sasa, kwa wale wageni wapya ambao ndo wamejiunga na mradi wa Pi, inawezekana kuna vipengele labda huvielewi. Unaviona tu lakini huvielewi. Sawa? Labda hata tukija hata huku inawezekana kuna vipengele unaviona tu lakini hata huelewi kwamba hiki kitu ni nini, kinafanya kazi gani. Sasa leo na kupatia teknolojia mpya. Utachukua screenshot kwanza hapa. Ukishachukua screenshot, pia hata huku kwenye Pi browser maybe labda kuna vitu bado huvielewi, yani kuna vipengele vinakuchanganya. Chukua screenshot. Baada ya kuchukua screenshot, haya ngoja twende. Haya sasa, ukishamaliza hapo, njoo download huu ubongo huu. Unaenda kwa jina la Gemini, download huu ubongo. Baada hapo sasa ngoja huu ubongo tuufungue. Haya, baada hapo sasa njoo kwanza huku ili tuweke setting vizuri kwanza. Baada hapo utashuka huku chini huku. Utakuja kubonyeza hapa kwenye mipangilio. Hapa utapagusa kama hivi. Sasa njoo hapa kwanza chagua lugha ya Kiswahili. Kisha chagua lugha ya Kiswahili, njoo huku kwenye sauti. Chagua sauti nzuri sana, chagua ka sauti ka kuvutia. Sawa? Niko tayari kutumia sauti hii. Sawa. Iwapo umependezwa nayo, ichague ili nianze kuzungumza. Tuende. Kama hujalizika nayo utakuwa unagusa hapo unachagua. Ukishapata sauti nzuri sasa, haya turudi sasa nyuma. Haya, na kama kuna maandishi maybe uliyakuta hapa, sawa? Unaweza ukaja huku ili uanze mada upya kabisa ya Pi network. Na maana sawa, kama kuna maandishi uliyokuta unakuja kubonyeza hapa kwenye gunzo jipya ili kila kitu ulichokikuta kijifute na uanze upya. Haya, baada hapo sasa utakuja kubonyeza hapa kwenye alama ya kujumlisha hapa. Lengo tunataka itufafanulie vile vipengele vya Pi. Baada ya hapo utakuja hapa kwenye matunzio. Sawa? Utafungua. Haya, subiri kidogo. Haya, baada hapo sasa utakuja kuchagua ile faili la Pi network ili ambalo nataka uelewe vipengele vyake. Utabonyeza hapa kwenye ndani kama kawaida. Haya, sasa ukishamaliza hapo sasa, hapa sasa uje uandike. Huyu Gemini akuelezee kitu gani ambacho ukielewi. Sasa kuna njia mbili ya kumuomba. Unaweza kumuomba kwa kuandika au unaweza kubonyeza hapa kwenye mic ukaongea maneno yakawa yanajitype yenyewe. Haya, let's say mimi ngoja nitumie njia ya kuandika. Sawa. Haya sasa, kwa hiyo utamwandikia hili neno. Yaani unaandika jina la kipengele ambacho unataka akufafanulie. Kwa hapo utamwandikia nifafanulie hicho kipengele kilichoandika 100% kina maana gani? Baada hapo unatuma. Au ukishatuma tusikilize kidogo. Haya, tayari imekwisha maliza sasa kutufafanulia. Kwa sasa njoo bonyeze hii mic sasa usikilize jinsi anavyokuelezea. Tubonyeze hii mic. Sehemu hiyo iliyoandikwa 100% ikiwa na alama ya ngao, shield, inahusu security circle, mzunguko wa usalama wako kwenye mtandao wa Pi. Hapa kuna ufafanuzi wa kina. Inamaanisha nini? Usalama wa mtandao Pi haitegemei mashine kubwa kama Bitcoin, bali inategemea vifungo vya uaminifu kati ya watu. Unapoongeza watu unaowaamini kwenye security circle yako, unasaidia kuthibitisha kuwa miamala kwenye mtandao ni halali. Kiwango cha juu msaada 100% inamaanisha umekamilisha kuongeza idadi ya juu ya watu inayohitajika. Kawaida ni watu 5 ili kupata ulinzi kamili na bonasi ya juu ya uchimbaji. Faida za kuwa na 100%. Kasi ya uchimbaji, mining rate. Unapokuwa na 100%, unapata bonasi kubwa zaidi ya Pi kwa kila saa. Basi inatosha. Sawa. Kwa nadhani sasa umeweza kuona jinsi ya kuomba msaada. Kwa hiyo hata kama kuna kipengele chochote hapo ukielewi, kiwe hiki, we muandikie tu kwamba nifafanulie hiyo sehemu ya invite. Sawa? Na kama huelewi hii sehemu ya kijani, muandikie muombe, sema hivi, nifafanulie hiyo sehemu ya kijani yenye 0.03. Haya, kama huelewi wapi, kama huelewi hii sehemu ya chat, mwambie nifafanulie hiyo sehemu ya chat ina maana gani na inafanya kazi gani, atakuelekeza. Haya, nitoke nje kidogo. Haya, hata kama unataka kutengenezea muziki wa Pi network wa kuburudisha, utaandika tu hapa
utaandika nitengenezee labda mziki wa Pi Network wa kuburudisha. Labda sasa utachagua unataka mziki wa reggae, wa huzuni, wa kufurahisha. Hebu ngoja tusikilize mfano mimi mziki ambao nimeugenerate kwa AI. Tusikilize tu. Nakumbuka jinsi ulivyokuwa karibu yangu, sasa niongezea tusimanzi na bado na basi natosha. Hii ndio AI sasa, hii ndio teknolojia mpya. Anyway, kitu chochote unachohitaji omba ni hapo. Wewe andika tu nitengenezee kitu chochote, unatengenezewa chochote kile. Vipengele vya Pi Network usihangaike tena. Wewe tu njoo hapo, omba msaada, utasaidiwa. Sasa niongezee tu kitu kingine kidogo cha muhimu. AI huaga haifanyi kazi kwa 100%. Kwa hiyo cha kuambiwa unachangana za kwako. Haya, mpaka hapo tumeshafikia tamati. Lakini kuna kitu nilikuwa nimesahau. Mwambie Gemini atumie herufi ndogo kukufafanulia vile vipengele vya Pi ambavyo vinakuchanganya. Kwa sababu bado hajawa na uwezo wa kusoma zile herufi kubwa. Haya, nadhani hapa tumekwisha maliza. Haya, labda pengine unahitaji kwenda kukopi ujumbe sehemu zingine, labda ujumbe wa Pi Network huko kwenye magopo, unataka ulete huko labda ili Gemini akusomee. Fanya hivi. Anza kwanza na haya maneno haya kabla hujapaste ujumbe wako hapa. Andika hivi: nakili huu ujumbe kama ulivyo. Usipunguze wala kuongeza neno lolote, natumia herufi ndogo. Ukishamaliza sasa hapa, utakachokifanya sasa, utashuka huku chini, utaweka funga semi kama hivi. Baada ya hapo sasa njoo upesti ujumbe wako kama hivi. Malizia tena funga semi. Baada ya hapo utume kama hivi. Sawa? Hapo sasa ndo AI ataunakili ule ujumbe kama ulivyo tena kwa herufi ndogo, na baada ya hapo sasa utabonyeza ile mic ili afanyeje, akusomee. Sawa? Na maanisha hii mic hii. Nadhani hadi hapo tumeona. Ukipaste tu ujumbe tu hivyo bila kumwambia AI au nakili kama ulivyo, hapo ataweza ndio kukusomea, lakini atakachokusomea ni kitu kingine kabisa, sio kile ulichokipaste hapa. Basi angalau niishie hapa kidogo. Nadhani hii idea kidogo nilitoa angalau kidogo.